Amina, watumishi wa Mungu, tunaendelea kwa ajili ya maombi yao ya siku 7. Kwa hiyo nitaongoza sala ya toba ya kuokoka kwa wale ambao waliokoka karudi nyuma na wengine wanaotamani kuokoka kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, ninaomba unisamehe, naomba ulifute jina langu katika kitabu cha hukumu, uliandike jina langu katika kitabu cha uzima. Ninakupokea leo Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nitakwenda kuombea. Baba, katika jina la Yesu, namleta mteule wako mikononi mwako Bwana. Naomba toba na rehema kwa ajili yake, kwa namna yote ambayo Bwana amekukosea. Naita damu yako Yesu Kristo kamtakase. Naomba Baba ukalifute jina lake katika kitabu cha hukumu, ukaliandike jina lake katika kitabu cha uzima. Tangu siku ya leo ukawe Bwana na Mwokozi wa maisha yake, umuongoze sawa sawa na neno lako. Warumi 8:14, wanaongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Na kukaribisha Roho Mtakatifu umuongoze kila hatua. Ninamkabidhi mikononi mwako Yesu. Naomba asipotee na wanaopotea, asiangamie na wanaoangamia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Hongera kwa kuokoka. Mungu akubariki sana. Kwa wale pia ambao walikuwa wamerudi nyuma, hongera pia. Nitakwenda kutoa maelekezo kidogo. Tutakwenda kuanza na maombi ya toba. Tutatubu katika maeneo yafuatayo ambayo tutaanza nayo. Kwa hiyo utakayeamka asubuhi utakuwa kwenye maombi unaomba, tutaanza na toba. Maombi ya toba, tutatubu katika eneo la huduma au kusudi la Mungu ambalo Mungu amekuitia hapa duniani, mahali ambapo hujasimama sawa sawa na mapenzi yake. Kwa hiyo tutaomba toba kwenye lango la kusudi ambalo Mungu amekuitia hapa duniani. Lakini jambo lingine, tutatubu kwa ajili ya lango la ndoa pamoja na familia. Pale ambapo haujasimama sawa sawa na mapenzi ya Mungu, hiyo tutaomba toba. Lakini pia tutatubu lango la uchumi na tutatubu lango la afya. Hizo ni moja ya ajenda ambazo tutaziombea. Utaenda kutubu katika lango la uchumi, lango la afya. Lakini pia tutatubu kwa ajili ya asili ya kuzaliwa kwetu, asili ya kuzaliwa kwako. Lakini pia tutaomba toba na rehema kwa habari ya kanisa la Mungu, kanisa la Yesu Kristo duniani kote. Lakini pia tutaomba toba kwa ajili ya nchi uliopo au nchi niliopo. Lakini pia tutaomba toba kwa ufahamu wa rohoni, macho ya rohoni na masikio ya rohoni. Kuna vitu lamkini umesikiliza au umetazama au umeona, shetani akapata mlango wa kufunga ufahamu wako wa rohoni, macho ya rohoni na masikio ya rohoni. Kwa hiyo tutakwenda kuomba toba ili Mungu akajifunue, maana Mungu anapendezwa na moyo wa toba. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Maombi haya itategemea wewe umejiandaje, maana maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, jawabu la ulimi natoka kwa Bwana. Kwa hiyo naomba ujiandae mpendwa. Roho Mtakatifu atakuhudumia. Kutakuwa na maeneo tofauti tofauti. Kutakuwa kuna unabii, kutakuwa kuna maono, kutakuwa kuna maombi ya kufunguliwa kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana na wapenda. Damu ya Yesu Kristo wafunike popote ulipo. Usikose haya maombi ndani ya hizi siku 7. Roho Mtakatifu akuwezeshe kuzulia. Roho Mtakatifu akuwezeshe kuwa pamoja nasi kuomba, na Mungu akajifunue kwako na kwangu pia, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nasema asante kwa muda huu, asante kwa majira ya Mungu. Sifa na utukufu ninakurudishia wewe Bwana. Ninaomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.